Tunaendelea. Kama unavyoona hapa msiba mwingine tena umetokea. Nahisi yule mganga ashaweza kufanya kazi yake. Maana huyu ni mtu wa pili sana kufa. Hii ni dunia 120. Tunajionea maajabu yanavyoendelea. Sasa je, mwamba naye atafariki? Maana ugonjwa, tatizo na njia ni moja, watu wanakufa. Hapo tunaona watu wanamichangisha michango ya msiba, wanaani, wafiwa, lakini inasikitisha sana. Huku upande mwingine manyanya na vai wamerudiana. Na vai yuko tayari kuitoa ile mimba aliyopewa. Hapa tunamuona ndugu yetu mwamba amefika sasa. Anaenda kutoa lambilambi. Wanashangaa kwa nini kila siku wanakufa watu tu. Mbona wanakufa? Walikuwa wanajiuliza shida ni nini? Kipi kimesababisha? Hii kweli dunia lakini inavyoenda changamoto sana. Namwambia bwana pole, nini kimetokea? Sijui, amekufa tu ghafla, yani hatuelewi. Sasa itakuwa nini? Kwa nini inakuwa hivi? Mimi sijui kabisa, maana jamaa anawaza sana hapo. Anaambia mambo ndio hivyo, msiba kama huu hapa hatuelewi, alikuwa anaugua tu ghafla ndio hivyo, hajaugua la nini. Kwa tunashangaa sana. Maana nafikiria mazima ila au kama alivyokufa jamaa, maana alikufa hivi alikufa hivi, yaani alianguka tu chini akatoka mapovu, mambo mengi, lakini Mungu tu anasikitisha. Hapa uroho kuna namna, hapa kuna kitu yaani mimi sielewelewi. Hii itakuwa kweli maana haieleweki. Mambo ndio kama yaani bado wanajadili mambo mengi, mambo hayaeleweki kweli, yaani kifo cha ajabu kushtuka hivi na vile. Inatia huzuni sana jamani, ndio dunia. Wanakuambia usimfanyie mtu ubaya udhani, maana ubaya ulipo kwa ubaya, na hii ndio dunia inatufundisha mambo mengi sana. Na naomba tu ndugu zangu msiache kusubscribe na kulike na kushare. Sambazeni kwa watu mmewapenda, shareeni sana, subscribe, sambaza jamani, ndio upendo.